Unajua nini mpenzi wangu? Lazizi nyonga mkaliaini. Sio kama mimi sipendi kuja hapa kila siku. Napenda, ila namuogopa mama yako. Maana mama yako ni mzee wa jeti, mzee wa night, mzee wa anga. Sasa naogopa nisije hapa akanikuta siku kikanilamba. Mistaki. Yaani hapa nyona vinona nakuja na kulia basi tu. Hapa moyo wote nimeushika mkononi. Namuogopa mama yako. Mama mkwe anatisha. Analana sana. Naelewa. Ila mimi sipo kama mama. Na sivifanyi kabisa vitu anavyofanya mama. Alafu naomba nitoroshe basi. Hiyo mbaya hiyo. Mampenzi, hiyo mbaya sana. Mimi mwenyewe unaponiona hapa, kula yangu inanishinda, siwezi kujihudumia. Alafu nikudumie wewe? Haiwezekani. Alafu chengine nacho kiogopa nikikutorosha, nyie familia yenu unajulikana wanga. Sasa wewe nikikupeleka nyumbani kule, utanishushia mimi brandi, nitaonekana na mimi mwanga. Mimi mwenzio nikihitaji kupanda ndege, naenda tukata tiketi. Sasa ndege hizo za usiku zanga, mimi siziwezi. Sitaki matatizo. Sitaki unishushie followers wangu. Mimi sipo hivyo. Sijawahi mimi. Wewe unaniongopea. Wenyewe Waswahili wanasema mtoto wa kike na mama yake. Mimi nina wasiwasi na wewe. Unajua sasa hivi hata sura yako imebadilika. Imekuwa imekakamaa tofauti na zamani. Ulikopo kidogo ina mafuta. Staki, naogopa. Nehi, hapana. Naogopa. Mama kanikataza. Amshipuli huyo, kazi ipo leo hapa. Shikamoo mamkwe, shikamoo. Nimewasikia yote mloko mnaongea. Kwa hiyo wewe sasa hivi unaamua kutoa siri za ndani kuzimwaga nje, si ndio? Lakini mama mkwe, samahani lakini nisamee mama yangu kama nitakukosea. Unajua kama unahitaji kupanda ndege, uniambie mimi mkweo nikutafutie hela ukapande ndege, kuliko hiyo ndege ya usiku ni jao zambi. Alafu pia unajua mimi ni star hapa mtaani, unanishushia brandi, hiyo inakuwa mbaya sana. Sipendi mama mkwe, mimi nakuazika. Samahani lakini mama yangu. Kwa hiyo hodari sana wa kuongea, si ndio? Nenda kanitangazie vizuri. Mama, ashafanya yake.
Na hizi taarifa za Ineni umezisikia. Maisha yako ile umemletea Zeshen mwanangu. Aise, mimi taarifa zake ninazo. Kama vipi tuachane nao? Mambo ya visasi sio poa unajua. Ila mwanangu mimi roho yangu ipo pale pale. Mimi na mind sana washikaji wale. Oya. Kama Ineni walimpiga tofali, wewe sijui utakuja kupiga nini. Kama vipi tuachane nao tupige mishe zetu. Sema fresh. Kama umeamua hivyo, bora hivyo. Oya, wewe kubali tu matokeo. Hatuna namna. Ila roho yangu haijalizika kabisa yani. Oya, achana nao bwana. Hauna kipiseli hapo. Hapo ndo nataka nende nikafosi. Baridi mwanangu, nenda kakinusi. Kaka, hivi unajua vitu anavyofanya mama sivipendi. Mama amekuwa ni mtu wa kufanya vitu vya ajabu sana. Huwezi amini. Mama kamweka kicheko ubu. Sasa hili linawezekana vipi? Ikiwa ni juzi tu amenikataza kufanya mambo ya kijinga kama hayo, afu leo hii yeye anaanza kufanya hivyo vitu. Basi sawa. Wewe niache mimi nitajua jinsi ya kumalizana naye. Sawa? Sawa kaka. Ila usimwambie mtu yoyote ule mpaka pale nitakapomalizana naye kwanza. Mwanga ulizimika ghafla. Sunga, nisikilize nikwambie. Najua ni muda mrefu sana umehangaika kwa ajili yangu. Ila ngoja nikwambie ukweli. Hapo nyuma nilichukia sana wanaume. Kwani nilimtendea kitendo cha kinyama. Ila kwa sasa tayari nimempata ninayempenda. Hivyo basi, naomba usiendelee kujisumbua kwa ajili yangu. Huo muda ni bora ungetafuta mwanamke mwingine ili uweze kufanya naye maisha. Mimi siko tayari kabisa kuwa na wewe Sunga. Ni kweli kila binadamu huwa na maamuzi yake, lakini kwa maamuzi uliyochukua si maamuzi sahihi kabisa. Ili hali unafahamu bado mimi nakupenda. Nimefanya kila niwezalo ili tuweze kuwa pamoja. Sio mbaya kama umempata huyo mwingine, wewe sawa, nenda naye, kaishi naye. Ila kaa ukijua mimi bado nakusubiria na nakupenda. Na huko ukichoka, rudi, tutafanya maisha. Sidhani kama itatokea. Maana huyu wa sasa yuko tofauti kabisa na wengine. Na moyo wangu ndiko ulikoangukia. Naheshimu sana maamuzi yako, lakini kauli yangu ni ile ile tu moja. Bado ndaendelea kukusubiria hata iweje. Ila kaa ukijua bado mimi nakupenda sana na ninakuhitaji. Kilio changu kinapaza sauti kwa roho iliyopotea mbali. Nilitaka muda zaidi nawe, lakini maisha hayajali. Kumbukumbu zako zinanitesa. Jana nilikuja kwenu, lakini sikukukuta. Nilizipata taarifa, lakini ulikuja kufanya nini? Kwa sababu najua kabisa kwamba familia yenu ni wachawi. Na mama wao kashakataa kabisa kuhusu urafiki wetu. Yaani hapa nimekaa basi tu kwa sababu wewe ni rafiki yangu.
Na right, kama wewe ungeniambia kwamba mama yako yupo ndani, basi nisingekuja. Nimekuja tu kwa sababu hayupo. Naelewa. Na sio wewe tu unamwogopa mama yangu. Kila mtu anamwogopa mama. Na kuna muda najuta kwa nini nilizaliwa kwenye hii familia. Na right, kama familia ingekuwa kama dini, basi mimi ningebadilisha ili niende kwenye familia nyingine. Lakini ndio hivyo, haiwezekani. Sasa Sabla, yaani kicheko wameweza kabisa kumtoa sauti. Je, mamako akinikuta mimi hapa ataweza kunifanya nini? Bora wewe ni damu yao. Je, mimi sina undugu na wao. Unafikiri atanifanya nini? Wewe ndo rafiki yangu wa pekee. Na tulikuwa tunasaidiana kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo nakuomba nisaidie na hili. Kuhusu swala la kusaidia, sina cha kukusaidia Sabla. Siwezi kukusaidia kwa lolote. Wewe ndio utakuwa uamue. Uondoke hapa nyumbani au uendelee kushirikiana na wewe mama yako. Amefuata nini yule? Alikuja tu kunisalimia. Na mama alikwambia nini kuhusu mazoea na yule? We mkaidi sio, si ndio? Hapana. Mama yupo? Mama ametoka. Kaka, samahani, namba kuongea na wewe. Hivi kaka, unamwona mama yuko sahihi kwa alichokifanya kwa kicheko? Sabla, kwa sasa wewe bado mdogo, ndio maana unashindwa kumuelewa mama. Alafu kingine, sababu nyingine, wewe ni mkaidi. Ukishakuwa utaelewa mama nini anachomaanisha. Nadhani umenielewa. Lakini kaka, haya mambo mnaifanya nyinyi mnapata faida gani? Kwa nini msiachane nayo? Sabla, wewe kwa sasa bado mtoto mdogo. Huna unalolijua. Ndio maana unaona haya mambo hayana faida. Subiri ukue, ndipo utajua faida ya mambo. Kaka, wanasema mwisho ubaya ni aibu. Na kabla aibu haijanikuta na mimi, nitajua cha kufanya. Umekuwa ukiniona kila siku ili nisitumie nguvu zangu vibaya. Lakini wewe hicho kitu ambacho wewe umenionya mimi nisifanye, leo hii umekuja kufanya kwa mtoto wa watu. Ona sasa, umeamua kufanya mtoto wa watu kuwa bubu. Umemute sauti yake. Unahisi wewe upo sahihi kuliko mimi? Tambua unapokuja kuongea na mimi, jua unaongea na mama yako. Unaongea na mzazi wako aliyekuzaa. Haijalishi wewe ni nani kwangu. Lakini kama umevunja mila na desturi ambazo wewe kila siku unanisisitizia mimi nisifanye, basi wewe una makosa kuliko mimi. Sasa nakupa onyo.
Kama hutarudisha sauti ya kijana wa watu, basi mimi nitajua nini cha kufanya. Huwezi kufanya vitu vya ovyo nikiwa na kuangalia namna hii alafu na nikataza mimi nisifanye. Sio rahisi kama unavyofikiria. Hicho unachohitaji kipitike kwa haraka haraka au akifanye maamuzi kwa haraka, kwa sababu amepitia maumivu makali sana, tena ni magumu. Hata kama ungekuwa wewe usingekubali kiharaka haraka, yani kirahisi rahisi. Endelea kumvumilia na imani itawezekana, wala usichoke. Sawa dada, nimeelewa maneno yako. Naamini kuwa kwa kuwa wewe ni mkubwa kwake, itakuwa rahisi sana kuweza kuelewa. Sawa Sunga, nimekuelewa. Nitajaribu kuongea naye. Mregesho ambaye atakinirudishia, basi na mimi nawe nitakurudishia. Ila na wewe pia jitahidi kuongea naye. Na imani atatuelewa tu. Sawa dadangu, nitafanyia kazi maneno yako. Mwanga ulizimika ghafla, usiku kaingia. Mimi ni mtu mzima na bado narudia, mimi ndo niliyekuzaa na ninajua nini nafanya. Wewe bado ni mtoto. Sasa hizi unataka kuniletea jeuri, si ndio? Hicho ndo nilichokuwa nakitaka. Nilizaliwa gizani bila mwanga wa asubuhi. Maisha yangu safari yenye vikwazo na huzuni. Magonjwa ya mzunguko wa maisha